Leo nimepata msukumo kidogo kuzungumza kwa habari ya mpenyo au breakthrough. Lakini nataka nikuonyeshe changamoto au vitu unavyoweza kupitia katika kipindi ambacho kuna kamlango kanatakiwa kafunguke. Kuna gap kanaweza kaonekana, lakini katikati ya kukavuka kwa gap kana mambo mengi magumu sana. Mpaka ukavuke kwa gap ndio inaitwa mpenyo. Usipokavuka ina maana unakuja penya. Hakuna breakthrough ambayo inakujaga bila gap fulani kutokea ambako kanakuja na ugumu, nati zinakuwa zimekaza sana, ila katikati ya kukaza hizo nati ndo kuna neema ya Mungu. Sasa leo nataka tuzungumze kwa habari ya mpenyo, lakini tutazame wana Israeli walipofika jangwani. Mpenyo upo, lakini kabla hawajauona mpenyo walikuwa wanaona nini? Mindset yao zilitazama nini? Ndicho nataka kama tuzijadili, kwa sababu mpenyo ni swala la kiroho zaidi kabla ya kuwa la kimwili. Changamoto zinapojitokeza ni dalili ya kuenda kwenye ng'ambo ya pili, ila ni mpaka ujue namna ya kutoka ndo unaweza ukaenda. Usipojua namna ya kutoka utabaki. Ukisoma Kutoka 14 yote ile inaeleza habari nzuri sana. Bwana cha kwanza aliufanya kuwa Farao kuwa na moyo mgumu. Wamefika jangwani, Misri wanaangalia, Farao anaangalia, anaona wale watu kumbe wametoka. Sasa wametoka. Kumbuka usiku mmoja, at single night, pigo lilitokea Misri, pigo kubwa kuliko lote, la kupigwa kiti. Nikisema kiti na maanisha mzaliwa wa kwanza. Ulipopigwa kiti, kilipopigwa Farao akawafuata kuamsha kina Musa, nendeni. Lakini bado Mungu akataka kujitwalia utukufu. Akataka safari hii hao watu wanapoingia kwenye mpenyo lazima kuna mitihani wao wamefaulu. Akataka watakaofika kwenye mpenyo wa kweli wao wamefaulu mtihani, na moja ya mtihani inaitwa uvumilivu. Akataka akamtamanisha Farao. Kisoma 14, Mungu akaufanya tena moyo wa Farao kuwa mgumu. Kwa nini aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu? Ili Mungu atukuzwe ndani ya wana Israeli. Alitaka kupitia Farao awapitishe shule nyingine ya kutukuzwa yeye, lakini ili amkomeshe Farao kwa ajili ya kuwatesa wana Israeli, ili wa Misri wapate kujua kuwa yeye ni Bwana, ana mfano duniani. Kwa ili sababu kubwa tatu Mungu aliufanya moyo mgumu wa Farao. Moja, ili Mungu atukuzwe ndani ya mioyo ya wana Israeli. Mbili, ili amkomeshe Farao. Kwa nini anamkomesha Farao? Kwa sababu aliwatesa wana Israeli. Tatu, ili wa Misri wapate kujua ya kuwa yeye ni Bwana. Sijajua unapita kwenye changamoto gani, ila ninachojua ni kitu kimoja tu. Bwana katikati ya changamoto anataka akujulishe kuwa yeye Bwana, lakini wakati mwingine anataka akupe kamlango ka upenyo ambako kapo. Fuatana nami utanielewa. Sikia 14 wanasemaje? Wa Misri wale wale. Ukisoma 14 mstari wa 15, wa Misri wale wale, watu wale wale kwa lugha nyepesi, waliowaruhusu wana wa Israeli kwa kuwafukuza kabisa na kuwapa vitu vya dhahabu, vitu vya fedha. Ghafla wanashtuka tena. Jambo gani tumelitenda hili? Nini? Ukisoma mstari utaona wa Misri wale wale waliowafukuza usiku wa manane wana Israeli na kuwapa vitu, ndo wale wale wanaorudi na kutaka tena vitu na kujilaumu. Kwa nini walijiuliza? Sikiliza walichojiuliza. Jambo gani tumelitenda? Yaani wanajiuliza, wameanza kujilaumu, imeshaanza kwa Wamisri. Kwa nini? Mungu anataka mpenyo. Kwa adui yako anaanza kujilaumu. Adui anakuona unapenya, anaanza kulaumu. Kwa nini namwachia huyo mtu?
Kumbe ndio mpenyo anakusindikiza kwenye mpenyo. Sikia Wamisri walivyowasindikiza Wanaisraeli kwenye mpenyo. Jambo gani tulilolitenda? Tumewaachaje Wanaisraeli waende zao wasitutumikie tena? Sikia hili jambo walojiuliza ni very important point kwenye mpenyo. Tumewaachaje Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Unaelewa kitu hapa? Shetani anajiuliza, wachawi wanajiuliza, mpenyo umekuja ghafla usipokuwa umesimama kwenye kuomba. Wanajiuliza, tumemwachaje mtu huyu aende? Wachawi wanajiuliza, tumemwacheje huyu mtu huyu amtumikie? Ghafla hatima ilifungwa, ghafla hatima yako imefunguliwa, ghafla maadui wako wameanguka mbele yako. Wanajiuliza mara ya pili, tumewaachaje watu wao kwenda? Utaelewa unavyoelekea kwenye mpenyo, kuna vimikakato vinapita. Lakini kwa nini walikuwa wanajiuliza sasa? Ndio vitu muhimu sana vya kujua. Nani atakuwa anabeba mizigo tena? Nani atafyatua tofali tena? Nani atatumikishwa tena? Walichokuwa na kwa lugha nyepesi wa Misri walikuwa wanafanya kazi ambazo walikuwa wanafanya Israeli, ndizo ambazo tutaenda kufanya sisi. Kwa lugha nyepesi, adui akiona anataka kupenya, anaanza kujiuliza, hivi nilipokuwa namtumikisha na uzinzi, nani atamtumikisha tena? Nani nitakayemtumikisha tena? Hivi majini mahaba nitayalisha nini tena? Hivi pepo za ngono nitazilisha nini tena? Wao ndio wanaanza kupenya. Hivi atma ile, hivi huyu tuliokuwa namtumikisha kwenye mizigo na kazi mbovu, nani nitamtumikisha tena? Kutokea hapo Wamisri wakakata shauri, tuwafuate. Kwa nini wanakufuata? Mpenyo upo, lakini wanakufuata kwa sababu swali lao, nani tutakaye mtumikisha tena? Swali lao, nani tutakaye mpa kazi zile? Kwa maana nyingine wanasema, na maana hii kitu. Kwa unakuta kuna Dawidi alikuwa anatumikishwa na pepo la uzinzi labda au la ukahaba, kwamba yeye amekuwa godoro la kila mtu. Ghafla umeanza kutoka, shetani anaanza kujiuliza, hivi hawa ambao mafuta yanajaa mwilini watakuwa wanapoteza wapi? Mahaba yanaanza kujiuliza, atakuwa nakula wapi? Ghafla unashangaa, unaanza kutoka, wanarudi tena, umeanza kupenya kutoka. Kinachotokea ni ghafla wanaanza kuja watu wenye hela, ghafla wanaanza kuja watu wanakupa mpaka gari. Unahisi wanakupa gari kwa sababu labda anataka kuwa nawe serious, kumbe anataka kuzuia mpenyo wako, kumbe anataka kuzuia kesho yako. Kumbe ghafla unakuta, ghafla ulipokubali tu lile gari, umerudi tena kuwa kitanda cha jamii. Ghafla ulipokubali lile gari, umerudi kuwa kitanda tena cha jamii. Unakuta ukikaa vizuri, unagundua kuna watu ukikaa nao unagundua wanayofanya hata wao hawapendi. Let's say kwa mfano, kuna mabinti ukiongea nao unagundua maisha wanayoyapitia hata wao ungewauliza hawapendi. Unakuta binti anajiuza direct au indirect. Mpenyo umeanza kutokea, anakuja mtu na hela nzuri. Kwani shetani alikuwa anajiuliza swali alilojiuliza wa Misri, ndio shetani anaojiulizaga kwamba nani anatufanyia tena mambo haya, nani nitakayemtumikisha? Mpenyo wako unaweza kuzuiliwa hapa. Sikia, kwa nini vyote hivi? Mpenyo ulikuwa unatafuta nini? Mbele kuna bahari, lakini wakivuka bahari wanaanza kuelekea mpenyo wao, wanaanza kuelekea kufunguliwa kwao. Kutokea hapo shetani anaanza kuwakamata taratibu. Sikia, Kutoka 14:15 sasa tunaendelea. Wakaona suluhu ni kuwafuata kwa lugha nyepesi, wakawarudisha tena upya au wakawateke upya kwa ajili ya kuwatumikisha. Cheki vitu walivyojiandaa. Wa Misri waliandaa nini? Gari liliandaliwa kwa specific kwa ajili ya Farao, gari la kivita. Magari 600 ya kivita, speedy machine zaidi. Kumbuka Misri ndo ana rule dunia kipindi hicho, anaongoza dunia kipindi hicho.
magari, maakida juu ya magari. Nikisema maakida namaanisha askari wa vita walisimamishwa, mashujaa wa Misri waende wakapigana wakawateke. Sikia walipokaribia. Nini walipokaribia walifanya? Farao wamekaribia. 14 mstari wa 10 inasemaje? Farao wamekaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama wa Misri wamekuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana Israeli wakamlilia Bwana. Wakafanya nini? Wana Israeli hofu ikawaingia, wakitazama wanaona jeshi. Ndipo inapokuwa kwenye mpenyo. Unaona mpenyo fulani, kuna biashara unaiona kabisa ukianza inabadilisha maisha yako, lakini ghafla unakuja wazo la hasara linaingia kichwani, unaingiza, unasema hii inaweza nikala hasara ya dunia, unaacha. Ukiacha maana yake nini? Umeruhusu mpenyo wako umeruhusu kutopenyeza kwenye mpenyo wako. Kumbe ile biashara ungeianza na kuifanya, ungesingepata loss. Nini kitotokea? Uchungu ukawaingia. Kumbuka hofu inazalisha kitu kingine kinaitwa uchungu. Wasiwasi ukawaingia, manunguniko yakawaingia, matumaini yakapotea, imani ikaanguka. Vilivyoanguka hivi vitu, wakaanza kunungunika. Lakini mstari wa 12, je, hapakuwa na makaburi? Majamaa wanauliza swali hao, hivi vitu vimeshazalishwa, kama umeme. Unajua hofu ikizalishwa, vyote vikizalishwa, hofu, wasiwasi, manunguniko, kukosa tumaini, kupoteza imani, vinazalishwa doubt yenyewe ni wanamwambia, je, hapakuwa na makaburi katika Misri? Mbona umetutenda haya? Kwa nini yote yanatokea haya? Kwa sababu wanaona kabisa kwamba haiwezekani. Lakini msikie Musa. Akarudi Musa akawaambia mstari wa 13. Musa akawaambia, msiogope. Wa Misri mnaowaona hamtawaona tena. Leo msiogope. Leo mtauona wokovu wa Bwana. Akamwambia, wa Misri mnaowaona hamtawaona tena. Musa akaconclude nini tena? Anawapeleka kwenye mpenyo wao sasa. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Musa alichokuwa anafanya cha kwanza, alitaka kuwajengea ujasiri, courageousness. Alitaka kuwajengea ujasiri upya, strongness upya, kwa sababu haiwezekani kuingia kwenye mpenyo ukiwa bado na hofu. Haiwezekani kuingia kwenye mpenyo, breakthrough yoyote lazima uishinde hofu. Ujashinda hofu, uwezi ukaingia kwenye breakthrough. Matokeo yake Musa anawaambia, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Mungu mwenyewe anasema, waambie Waisraeli songa mbele, wasiogope. Nini kinachotokea? Musa anaulizwa na nini mkononi? Musa anasema ana fimbo. Fimbo ile aliyokuwa nayo, kwa lugha nyepesi, matokeo ya mpenyo yalikuwa mikononi mwao, ila hawakujua namna ya kupenya. Ni mpaka Musa alipoulizwa na nini, akaambiwa ana fimbo. Alipoishusha kwenye bahari ya Shamu, maji yakagawanyika. Kuta za maji, kwa historia, kwa kawaida, kwa hekima ya kidunia na taaluma za kifizikia, maji hayawezekani akajipiga kuta yenyewe. Yaani maji yaliyonyoka, yaliokuwa yameflow pote, yakapiga kuta, pakapatikana nchi kavu. Unaweza elewa lugha rahisi? Nini mpenyo? Ule ulikuwa ni mpenyo. Kwenye kiloo kilikuwa kinatofuatwa nini? Walikuwa wanabatizwa kuondolewa elementi na garmenti za Kimisri. Walikuwa wanapitishwa kwenye kutolewa garmenti zile za Kimisri. Walikuwa wanapitishwa, wanapenyezwa kama ilivyo dhahabu ili iwe safi. Walikuwa wanapitishwa kwa lugha rahisi, walipitishwa kwenye ubatizo wa lazima. Walipita, maji yametanda huku na huku, alafu wanapita katikati, wanabatizwa kwa Roho. Walipobatizwa kwa Roho, ili wanapoenda kwenye mpenyo wawe wanajua wanaenda kufanya nini. Nadhani utakuwa mpata kitu. Kwa haijalishi ni aina gani ya shughuli inakutesa,
mpenyo wako upo, ni maamuzi tu. Single night ilibadilisha historia ya Misri na wana Israeli, ikatengenezwa forbidden gap at single night. At single moment Gideon alipojengwa tu ujasiri. Ukisoma Waamuzi 6:14, Gideon akiwa anauliza maswali mengi, alipojengewa ujasiri wa kipekee, ndio siku ambayo maisha yake yalibadilika. Kwa aina ya maisha yako yanatabadilika siku utakapoamua kutembea na mtembeo wa kiungu na kuombea sana. Mpenyo huko jirani, usiogope. Kuna watu wanajiuliza maswali mengi. Kuna watu wamekuwa wakijiuliza Mungu hajajibu. Nataka nikwambie, muda umefika. Mungu amejibu, ila bado hujaona. Bado kitambo kidogo utaona waziwazi kwamba Mungu amejibu maisha yako. Sijui unapitia at which condition, lakini ninachojua kitu kimoja tu, wewe ni wa kupiganiwa na Bwana. Sijui unapita kwenye maisha gani, ila jambo moja ninalolijua na naweka nalo, wewe ni wa Bwana. Hivyo songa mbele, usiogope. Songa mbele. Musa, mpenyo wa Wanaisraeli ulikuwa fimbo. Gideon aliambiwa tu ujasiri, aliambiwa enenda katika uwezo wako huo ulio nao. Yeriko, mpenyo wao ulikuwa ni kuimba, ndio kuangusha ili waingie ndani. Ukisoma Yoshua 6. Kwa kila watu wana mpenyo wao, ila hawezi ukavuka kwenye mpenyo bila kukutana na hizi changamoto, bila shetani kuja kukutry tena upya. Usipofaulu kwenye mtihani wa shetani kuja kukujaribu, utaendelea kuteseka sana. Na kuombea neema hii kufunike, neema ya kuvuka na kuingia kwenye